Kwa hiyo neno likikaa ndani yako linaanza kufanya kazi, kwa sababu Biblia inasema kwa maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, la choma, lichome hiyo laana, la choma hata kuzigawa nafsi na roho na mafuta. Neno la Mungu katika kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 imeandikwa, maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Unapokuwa na tafakari neno la Mungu linapokuwa ndani ya kinywa kwa muda wa masaa 24 au mchana na usiku, kama ambavyo Biblia inasema katika kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8, imeandikwa, kitabu hiki cha Torati kisitoke nje ya kinywa chako mchana na usiku, upate kulitafakari neno lake. Kwa unapokuwa na tafakari hili neno, na tumeona kwamba neno la Mungu ni upanga, neno la Mungu ni moto ulao. Kadiri unavyokuwa unalitafakari neno la Mungu, ndivyo kila laana yoyote, kila dini yote ya uovu iliyoko ndani ya mwili wako inaangamizwa au inateketezwa, na unakuwa mtu mwingine, unabadilishwa. Ndio maana ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Na haya ndiyo mambo ya kufanya ili neno la Mungu liweze kukupa matokeo unayoyatamani au unayoyataka. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulifanya unapokuwa unatafakari neno la Mungu, unapaswa kujua kwamba neno la Mungu halitakiwi kutoka ndani ya kinywa chako, likae ndani ya kinywa chako kwa muda wa masaa 24 ama mchana na usiku. Pia baada ya huo muda unapaswa kulitoa nje au kuliachia litoke nje. Kwa hiyo hayo ndiyo mambo ya kufanya, ili uweze kupata ushindi. Neno linasema kwamba mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Kwa mfano katika Biblia, katika kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 3, neno la Mungu linasema kwamba akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Kwa hiyo unapokuwa na tafakari neno la Mungu linalohusu kwamba sema Mungu amekusamea maovu yako yote na Mungu amekuponya magonjwa yako yote. Kwa hiyo ili uweze kushinda dhambi ama kushinda ugonjwa ambao unakutesa, kwa hiyo unapaswa kuanza kulitafakari hili neno. Unalitafakari ndani ya siku nzima, kwa maana ya mchana na usiku. Na hili neno litakiwa kutoka kama nilivyokuambia ndani ya kinywa chako. Kwa hiyo unakuwa unanena akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Kusamea maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Akusamee maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Akusamee maovu yako yote, kuponya magonjwa yako yote. Kwa hiyo unapokuwa unaomba namna hii ama unatafakari neno la Mungu namna hii, maana yake unazungumza na nafsi yako, unajaribu kuharibu au ama kuangamiza. Kama nilivyosema kwamba neno la Mungu ni moto, la choma hata kuzigawa nafsi na roho. Neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Kwa hiyo unapokuwa nafanya hivyo, ule uovu ulioko ndani ya moyo wako unauangamiza na utakuwepo tena. Utaanza kuona ushindi wa Mungu, utaanza kuona utukufu wa Mungu katika maisha yako. God bless you. Fanya hivyo na utaona utukufu wa Mungu. Mimi rafiki yako Pastor Joseph, cha kufollow account na kusubscribe katika jina la Yesu.